Mwanamke akifanya haya mambo manne nitakayokutajia yanaweza kumsaidia mwanaume wake au mume wake kurudisha nguvu zake za kiume zilizopotea. Kabla ya yote, kwanza ni follow ili kuweza kupata mafunzo yangu kila ninapoyatoa. Jambo la kwanza, hakikisha mwanamke kila asubuhi unapoamka unatayarisha chai ya karafuu au chai ya mdalasini. Hizi ni chai nzuri sana kwa afya ya uzazi wa mwanaume kwa sababu zina uwezo mkubwa sana katika kubalance hormones za kiume, yani testosterone, ambazo zina control performance ya tendo. Lakini jambo la pili, hakikisha usiku unampunguzia ulaji wa vyakula vya uwanga kwa wingi. Kwa mfano, ulaji wa wali, ulaji wa sembe, muhogo, chapati. Hivi ni vyakula ambavyo kwamba vina uwezo wa kuweka mafuta katika mwili, na mafuta yale yana uwezo wa kuganda katika mishipa ya damu membamba, hususan katika uume, na hali hiyo ndio inampelekea mwanaume anashindwa kuperform uzuri tendo la ndoa. So kama mwanaume wako au mumeo ana changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, hakikisha unaachana na kumtayarishia chakula cha uwanga hususan wakati wa usiku. Na kama hana changamoto, basi ni vyema kumlinda kwa kumpatia matunda mazuri pamoja na vyakula vingine vyenye afya kama vile vyakula vya zinki, korosho, karanga, mbegu za maboga. Hii itamsaidia kumkinga na changamoto za uzazi na kumpelekeni nyinyi kufurahia tendo la ndoa kwa ladha nzuri. Lakini jambo jingine, hakikisha unamwepusha na mawazo. Hakikisha wewe uwe ni sosi ya furaha kwake, sio sababu ya kumwekea stress. Kama utamwekea stress, basi uzalishaji wa hormones za kiume unashuka na performance yake ya kushiriki tendo la ndoa kitashuka. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu, hakikisha mnapata foreplay ya kutosha. Yani kabla ya kushiriki tendo la ndoa, hakikisha mnapata ile kutomasana kwa wingi, kisi kwa wingi, pamoja na maongezi ambayo ya kihisia. Kama utafanya hivyo, basi itakuwa inamsajihisha yeye kuzalisha hormones za kiume kwa wingi, na mwisho wa siku performance ya tendo ikawa kubwa, na pia ikawa ni rahisi sana kuleta baraka ya kupata mtoto. By the way, ikiwa mnahitaji msaada zaidi, unaweza kunicheki ili niweze kupatia mwongozo hatua kwa hatua namna gani unaweza kutatua changamoto zenu. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.